kwamba ziko scenario nyingi ambazo watu tunakutana nazo katika swala zima la ushauriaji na eneo la injilisti. Tumekuwa na maswali, mtu unaweza kuwa unajiuliza kwamba ninawezaje kwanza kumshuhudia mtu, ninawezaje kufikia mtu ili niweze kumshuhudia. Sasa changamoto huwa imekuwepo hapo. Kuna wengine wanasema labda niwe na maneno, kuna wengine wanasema maneno mazuri, kuna wengine ambao wanasema labda ni nguvu ya Mungu ambayo inamsaidia mtu. Lakini sasa sisi tunahitaji Mungu atufundishe tujue ukweli ni upi, tunawezaje kuwafikia watu. Lakini pia eneo la pili tunatamani kujifunza kwa habari ya kumanage au kutunza wale watu ambao tumewafikia na wameamini na hatua ya kuweza kuwafikisha waweze kufika na kukaa nyumbani mwa Bwana. Kwa hiyo ni maeneo hayo ambayo tunatamani tuweze kujifunza katika siku hizi mbili, siku ya leo na siku ya kesho. Sasa nipende kukaribisha baba uweze kuendelea. Karibu sana. Amen. Amen. Haleluya. Bwana asifiwe. Nimefurahi sana kuwaona, mmependeza kweli kweli, ila mmenuna, na kuwahubiria watu walionuna ni kazi kweli kweli. Jamani, Bwana asifiwe sana. Nimefurahi pia kumuona katibu mkuu wa Kaspeta Taifa yuko Ngorongoro. Barikiwe sana. Mtu mmoja mnyenyekevu sana, na Mungu akubariki sana Tumaini. Na ukiendelea na moyo huu, naomba nitabiri utafika mbali. Amen. Lakini pia namuona mpendwa baba mwenye kigango wake mstaafu. Dani, mbona umekaa huko umejificha sana? Mwenyekiti. Unakaa karibu na wastaafu wewe vipi? Si unamtenga sana Dani kule. Huyo ndo ambaye anakupa hekima. Unajua aliyetangulia ana kitu cha kukuambia. Jamani, Bwana asifiwe sana. Ana mahali pa kukutonya na vitu vingi vya kuongea na wewe. Jamani, Bwana asifiwe. Mungu awabariki sana. Na kiwango nawasalimia sana, na familia kwa ujumla. Namshukuru Mungu amenibariki. Mtoto wangu wa kwanza anaitwa Bezalei, na alizaliwa hospitali ya nyuma yenu hapa. Mdogo amezaliwa akiwa na digrii kama 4. Mungu ametubariki. Mtoto wa pili anaitwa Messi, ana kama mwezi mmoja hivi. Kwa hiyo sisi tunapambana kuzaliana kwa kadiri Bwana anavyotupa neema. Unajua wengine wanaingia kwenye wokovu kwa kuzaliwa huko huko. Niongozana na Joe hapa, rafiki yangu Joe. Anaitwa Tony. Yeye ni mwanafunzi wa kidato cha 6, anaingia cha 6 sasa, mkirudi sio hivyo? Shule ya Bihawana. Hawana bia. Salimia mara moja alafu mimi niendelee. Amen. Tunamwombea upako wa kuja chuo kikuu kwa jina la Yesu. Mungu akubariki sana. Amina. Mwezi kaketi. Sasa nyinyi watakatifu wa Bwana, somo letu linaitwaje? Uinjilisti na nini? Na ushuhudiaji. Roho Mtakatifu anisaidie, kwa sababu ni somo pana kidogo, na nina imani siwezi nikagusa kila kitu. Na hata ukimaliza kusikiliza semina hii usigraduate kwamba nimeshajua kila kitu kuhusu injilisti. Jamani, Bwana asifiwe sana. Si unaweza kaniwekea sauti vizuri? Kwa hiyo leo nitagusia tu moyo. Jamani, Bwana asifiwe sana. Nitagusia zaidi moyo wa kutamani kuona mavuno shambani mwa Bwana. Jamani, amen. Alafu kesho tunaweza tukaangalia
vitu kadha wa kadha hivi ambavyo mmeongea, tutakuwa tunavichanganya ndani kwa ndani. Jamani, Bwana asifiwe sana. Hiyo maswali ambayo mnakutana nayo mkiwa mnashuhudia, kwangu mimi nimegroup kwa term moja tu, cross cultural communication. Yaani kinachokusumbua tu ni jamii tofauti tunazokutana nazo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ukijua namna ya kucross jamii moja kwenda jamii nyingine, sio, unanielewa? Kwa sababu wewe hapo una jamii yako, lakini unaenda kumshuhudia na jamii nyingine. Hata kama umeokoka, wewe ni jamii ya walioamini. Unapoenda kwa asio huko cross culture. Unaelewa ninachokwambia? Kwa kuna vitu kivielewa vizuri hapa katikati, kuna maswali mengi sana yanaweza kupungua. Jamani, Bwana asifiwe sana. Sasa kuna mfalme mmoja. Naomba niombe. Baba, tunakushukuru kwa wakati huu, kwa kuwa tunaamini kwamba uko mahali hapa unatuhudumia, na ndiyo imani yetu katika jina la Yesu. Amen. Kuna mfalme mmoja alikuwa na akiba kubwa sana ya chakula. Ndio tumeanza hivi. Unanielewa? Alipokuwa na akiba kubwa sana ya chakula, aliamua kuweka chakula kile katika wilaya mbalimbali. Rais akaamua kuweka katika wilaya mbalimbali, na kwenye zile wilaya aliwakabidhi wakuu wa wilaya waweze kusimamia vile vyakula, in case kitokea taifa lina njaa, walau waweze kugawa vile vyakula. Lakini kwa bahati mbaya sana, wale wakuu wa wilaya walikumbatia vile vyakula, na ukweli kabisa ni kwamba hata kama wangegawa vile vyakula, wao bado wasingekufa njaa, kwa sababu vilikuwepo vyakula vingi sana. Alafu njaa ikaingia katika lile taifa. Njaa ilipoingia katika lile taifa, mfalme akawa nasikia taarifa ya kwamba, rais akawa nasikia taarifa ya kwamba kwenye wilaya nyingi kuna njaa kubwa sana. My question is, kama wewe ndio ungekuwa president wa taifa hilo, je, ungewafanya nini wakuu wa wilaya? Nataka nione mkono wako. Ungewafanya nini? Kwa sababu chakula ulishawapa tayari wanacho, na hata wangekigawa chote bado kisingeweza kuisha. Unanielewa ninachokwambia? Lakini wananchi wako wanateseka na njaa, and you are a president of that country. Unaenda kufanya nini? Nataka nipate majibu yenu. Ungefanya nini? Wewe ungekuwa rais, ungefanya nini? Nyosha tu mkono. Nataka nipate majibu yenu. Nani ambaye anajaribu? Warao, unatoa tu mtazamo wako. Kama ungekuwa president, ungefanya nini? Wow, karibu. Ungewafukuza timu wote. Wow, vizuri. Ungefanya nini? Ungetengua, tumbua yani. Ningewatumbua. Si ndio hivyo? Mwingine unasemaje? Afu wadada wa saifu, msifanye mko bize sana na kodi. Hapa kuna kodi za mbinguni. Mwingine anasemaje? Wanakujaribu. Toa tu mtazamo wako. Ungewaita, ungeongea nao, alafu waulize shida ni nini. Ukiwaita, ukiongea nao, alafu kasikia tena njaa inaendelea, unafanya nini? Unabadilisha watu wengine. Nyie huku mnasemaje? Karibu. Ni kuwaondoa kabisa. Hadi wewe dai. Nyie huku mnasemaje? Huku shindo Kapernaumu. Huku Antiokia kule. Nyie mnasemaje upande huu? Kwamba nyie wote hamna hata mmoja mwenye wazo. Alafu unajua nyie ni wanafunzi wa vyuo vikuu. Lazima mwe mna appetite ya kupresent vitu. Ile confidence ya kuweza kuongea kitu. Sio nani anachokwambia. Karibu. Hao viumbe condition tayari zipo, lakini hawajagawa nini? Chakula. Mmeelewa kitu? Ungewafanya nini? Ungewapa muda zaidi.
Umewapa muda zaidi bado hawafanyi, ungefanya nini? Ungefanya nini? Ungewafukuza? Yaani na sura yako ya upole hivyo kabisa ungewafukuza. Jamani, Bwana asifiwe sana. Sikiliza nikwambie. Swali langu la pili. Wewe ni mfalme. Umekaa katika himaya yako na mji wako umezungushiwa ukuta mkubwa sana. Unanielewa nikwambie? Lakini kuna walinzi umeweka pale getini walinde geti. Lakini ukatoa tangazo, jamani mimi kwa kuwa ni mfalme, kuna watu wenye shida huko, wakija hapa getini waruhusuni waingie. Alafu wenye shida wakafika pale getini wakazuiwa na walinzi. Ukapata taarifa, ukawaonya walinzi, ukasikia tena walizuia wengine tena. What are you going to do with this viumbe? Unafanya nini? Ungewachukulia hatua kali za kisheria. Ungefanya nini? Ungewatoa. Jamani, Bwana asifiwe sana. Hasa ametoa majibu mazuri sana kwa habari mbaya iliyopo. Wale wakuu wa wilaya wanaobana chakula wakati watu wanakufa njaa ndio wewe. Kwa sababu Mungu alipokuokoa aliweka kazi ya kwenda kushuhudia ili watu wasife na njaa ya dhambi, waupate wokovu. Alafu wewe unaenjoy tu maisha. Alafu mfalme Yesu amekupa wokovu ambao hata ungehubiri dunia nzima bado usingeisha ndani yako. Na ndio kwanza unapozidi kuhubiri, unapozidi kueneza habari za ufalme, ndivyo ambavyo unazidi kujijenga zaidi. Unaelewa kitu ambacho nakwambia? Kwa hiyo wewe umejibania hivi, na Biblia inasema kila tawi lisilozaa matunda nalikata. Fikiria umepanda miti ya maparachichi, alafu imekaa mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, mwaka wa ngapi, halizaagi tu matunda. Kuna mparachichi mmoja ulikuwa unatukera nyumbani, tangu nazaliwa upo, hautoagi matunda. Wa nini ule? Tuliufyeka ukaondoka. Unanielewa ninachokwambia? Na maandiko yanasema kila tawi lisilozaa nini? Matunda linafanya nini? Linakatwa. Kwa namna nyingine ningeweza kusema kila mwamini aliyeokoka asiyezaa matunda ya wokovu wake anakatwa katika ufalme wa Mungu. Vipi? Muulize jirani, vipi? Hivi wewe utakuwa umekatwa ama bado upo? Unanielewa kitu ambacho nakwambia? Kwa hiyo Mungu anatazama kwa namna kama hiyo. Na ndio maana kati ya kitu ambacho tunatakiwa sana tukiangalie kwa jicho la tofauti, inapokuja ishu ya Injili, inapokuja ishu ya umisheni, inapokuja ishu ya injili, inapokuja ishu ya ushuhudiaji, inapokuja ishu ya kuhubiri Injili, hatakiwi awepo brother Mary wala sister Du wa kutokufanya. Unanielewa hata kidogo? Inamuhusu kila mmoja, anatakiwa kuingia kazini. Jamani, Bwana asifiwe sana. Kwa sababu hiyo, sikilizeni niwaambie sana, kilichokufanya baada ya kuokoka ubaki uwe hai na wokovu ulionao, hata kama unasoma si telekomunini huko. Unanielewa ninachokwambia? Kazi kubwa ya kwanza ulionayo, hata kupitia elimu ulionayo, Mungu anataka utakapokaa kwenye ofisi ile ufanyike kuwa mchungaji wa ile ofisi, ugeuke kuwa mwinjilisti wa ile ofisi, ukaigeuze katika jina la Yesu. Sasa maandiko anasema enendeni ulimwenguni mkafanya nini? Mkahubiri Injili.
na kuwafanya mataifa kuwa wanafunzi wangu. Ila naposema neno mataifa, neno la asili linalotumika kwenye neno mataifa ni makundi mbalimbali. Sura neno nachokwambia kuyafikia makundi mbalimbali. Nyie hapa ni wanafunzi, ni kundi la wanafunzi. Mungu akitaka kuwahubiria hapo watu waokoke, ni ngumu sana kunitumia mimi mchungaji ambaye niko nje, kwa sababu nyie mkiwa wanafunzi wote ni rahisi kufikiana pamoja. Mkikaa darasani mnasoma pamoja, mko kwenye group discussion, mko pamoja, ni rahisi sana wewe uliyookoka kuweza kuachilia kitu cha kimungu ndani ya group discussion. Mimi mchungaji siwezi nikaja kwenye group discussion. Mnapokuwa mmekaa mule darasani mmeseto, wewe una nafasi nzuri ya kuweza kuonyesha maisha mazuri kiasi kwamba watu wakamwamini Yesu uliye naye. Jamani, Bwana asifiwe sana. Na niwahi kuambia mahali fulani sahihi kwamba ukiona mahali wanauza vitumbua, alafu mama anayeuza vitumbua amechukua karatasi, wewe unaenda kununua vitumbua, alafu amechukua karatasi, ile karatasi ukaliona anaipukutia hivi vikamasi kidogo, alafu kasema vitumbua vipo mama, unaviona vipo, karibu shilingi ngapi? 500. Sawa sawa, ukatoa buku yako pale, alafu akakufungishia vitumbua kwenye ile karatasi aliyoona. Fanya nini? Anaipenga. Vipi, utakula hicho kitumbua? Hautakula. Kwa hiyo shida sio kitumbua, shida ni kifungashio. Shida sio injili, shida sio Yesu, shida ni vibebeo vinavyoitwa wana informatics. Umeelewa ninachokwambia? Kwa hiyo injili sio ngumu, ila sisi wabeba injili ndo wagumu. Jamani, Bwana asifiwe sana. Hebu nifungulie kile kitabu cha Luka, Injili ya Luka sura ya 19. Injili ya Luka sura ya 19. Nataka niongee tu vitu vitatu hapo, alafu twende tukamshukuru Mungu. Jamani, Bwana asifiwe sana. Injili ya Luka sura ya 19, kama kuna mtu unaweza kufungua haraka haraka tukasoma. Biblia inasema Yesu aliingia mjini Yeriko. Sio mnasoma kule vizuri? Hebu wote tusome kule mbele, twende. 1 2 3 twende. Anaitwa nani? Zakayo. Alikuwa mkuu wa unajua huko mtaani watu wa TRA hawapendi. Kwa nini? Wanafunga maduka. Unaelewa ninachokwambia? Na in nature na sisi wanadamu kuna watu hatuwapendi kwa sababu kama wanatuinterfere kwenye vitu vyetu. Mimi nikikwambia hapa haraka haraka ni nani umpendi, nitakwambia lecture. Lecture mbona nakaza mikazo sana huyo lecture? Alikuwa na jagani ya assignment ya namna kama sio hivyo? Kwa sababu na kwa umpendi kwa sababu ya kazi anayofanya. Kwa hiyo kuna watu hatuwapendi kwa sababu ya kazi wanazozifanya. Unaelewa ninachokwambia? The moment umetoka hapo unatembea, unamuona shehe amevaa baragashia, automatic ni rahisi kumchukia kwa sababu sio jamii yako. Unaelewa ninachokwambia? Hata kama wengine wanakuambia shikamoo shikamoo shikamoo, ukimwona amevaa pale babu amepiga pale baragashia, unasema nimsalimie, acha nimwache. Unasemaje? Hawa wayebusi ndio kinachotuponza. Unaelewa ninachokwambia? Na watu wasiookoka wakijua kuna kakitu warokora hawakapendi, wanakatumia hako kama defensive mechanism. Anavaa baragashia, anavaa na kanzu, alafu anabeba na nini? Na kulaani. Mimi kule nakoishi kuna shehe mmoja tukutana kwenye tukio. Naambia shehe, mimi na wewe tunapendana. Wewe uwe shehe wangu, mimi mchungaji wako. Tunapeana namba ya simu. Unaelewa ninachokwambia? Kwa sababu usiye na uhusiano wa karibu huwezi kumfikishia injili. The moment unapokuwa mbaguzi ndio the moment unapojenga ukuta. Huwezi kumfikia mtu. Unaelewa ninachokwambia? Kwa hiyo anasemaje hapa? Palikuwa na mtu mmoja huko mjini aitwaye Zakayo, ambaye alikuwa mkuu wa watoza ushuru na pia mtu tajiri. Toleo gani hilo? Toleo la kujifunza Biblia habari njema. Okay. Jamaa alikuwa kibosi. Unaelewa ninachokwambia? Au shuka chini anasemaje? Alitoka kuona Yesu alikuwa nani. Hii Biblia mnaielewa? Kumbuka hii ni version ya nani? Biblia habari njema, sawa?
Si mnajua kuna matoleo mbalimbali ya version. Nitakuja kuwafundisha siku moja namna ya kuyatumia version hizi. Sawa? Alitaka kuona Yesu alikuwa nani, lakini kwa sababu ya umati wa watu na kwa vile alikuwa mfupi hakufaulu. Nena mbele anasemaje? Hivyo alitangulia mbio akapanda juu ya mkuyu ili aweze kumuona Yesu, kwa maana alikuwa apitie hapo. Unaelewa ninachokwambia? Alafu nenda mbele anasemaje? Alipofika mahali pale, aliangalia juu akamwambia, Zakayo, shuka upesi, maana leo ni lazima nishinde nyumbani mwako. Nenda mbele anasemaje? Zakayo akashuka haraka akamkaribisha kwa furaha. Mbele anasemaje? Watu wote walipoona hayo wakaanza kunung'unika wakisema, amekwenda kukaa kwa mtu mwenye dhambi. Tungekuwa tunachambua fasihi, tungeona wahusika kadha wa kadha hapa. Mnanielewa nachokisema? Tungeona wahusika kadha wa kadha. Mhusika wa kwanza hapa tunamuona nani? Hebu ataje tu Zakayo. Mhusika wa pili nani? Yesu. Watatu watatu nani? Watu walionung'unika. Sio hivyo watakatifu wa Bwana? Sasa kati ya hao watu nataka tugusie tu hao wahusika basi siku ya leo, alafu tukarelax. Hasa tuanze kumuona Zakayo, moyo wa mwenye dhambi. Zakayo alikuwa hana maisha mazuri, kwa sababu ukisoma huko mbele unajua alirudisha, alikuwa amefisadi watu, sio hivyo? Sasa ningeuliza swali, kwa mfano, ni watu gani ambao unapenda wawepo ibadani, wawepo kanisani? Tuna mahesabu yetu. Wengine hapo unapenda ukikutana na mtu wa kabila lako ndio unafurahi, wao tunaongea lugha moja, ndio unafurahia. Unaelewa nachokwambia? Na unapokuja hapa kanisani, kwa mfano, unapishana tu na dada mmoja amevaa nusu uchi, how do you feel? Unaona ile sampuli haifai kabisa kuja kanisani, unaweka mipaka. Na kuna wengine ukiwatazama hivi kwa akili zako zilivyo fupi, unaiona jehanamu. Unaelewa nachokwambia? Unaiona nini? Unaiona jehanamu. Wakati wewe ukimuona mtenda dhambi unaiona jehanamu, Yesu anamuona mwanamke kahaba mwenye madume 5, mwinjilisti katika eneo lake. Macho yako sio sawa na macho ya Mungu. Tukise jirani, unaona nini kwa ajili ya Bwana? Umeona tunavyotofautiana? Zakayo alikuwa ni mwenye dhambi, lakini huwezi kujua alikuwa anakutana na maswaibu ya aina gani. Leo hapa tuko hapa, kuna malecture wanakufundisha, ni kweli wana masters, ni kweli wana PhD, ni kweli ni maprofesa, haujui ndoa zao zikoje. Yamkini anakuja kufundisha akiwa na stress kubwa sana, anakupeleka tu pale, lakini kumbe huko ndoa mambo yamefanya nini? Yameharibika. Yamkini anakuja mahali hapa akiwa ana mgonjwa anamuuguza sio kawaida, lakini wewe ukimuona unamtazama kama Zakayo. Unanielewa ninachokwambia? Jamani, Bwana asifiwe sana. Hakuwa amekamilika Zakayo, na Yesu anasema alikuja kwa ajili ya watu wenye dhambi. Jamani, Bwana asifiwe sana. Jamani, Bwana asifiwe sana. Anasema mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kilichopotea. Kutafuta ni mchakato mzima wa kufanya mahusiano yatakayomfanya mtu aliyepotea aweze kukusikia kwa neno la Injili ili apate kuokolewa. Unaelewa ninachokwambia? Kutafuta na kuokoa. Tukienda katika kituo cha watoto yatima tukapeleka misaada, tumefanya mchakato wa kutafuta, tumetengeneza mahusiano, kwa sababu wanapopokea misaada yetu watakuwa pia na attention ya kutusikiliza. Unaelewa ninachokwambia? Upo na usafiri wako, kuna jamaa akaomba lifti, atakuwa tu mpole kwenye gari lako. Una mazingira mazuri ya kuweza kumwindozi Injili.
katika jina la Yesu aliye hai. Unaelewa ninachokwambia? Kwa Zakayo walikuwa wamepotea. Kuna marafiki zako waliopotea dhambini, unasoma nao, unakaa nao room, lakini hujawahi kuambia habari ya ufalme hata siku moja. Uongo kweli? Lakini moyo wake unatamani. Unajua, watu wana shauku kubwa sana ya kuzisikiliza habari za Yesu, lakini sisi ambao tuna habari za Yesu tuna uoga mkubwa sana wa kushirikisha habari za Yesu. Mnaona changamoto kubwa tulionayo, na hakuna kitu kibaya ambacho marafiki zako watakuja kukulaumu kama kukaa na habari za wokovu alafu siwaambie habari za wokovu. Nikupe ushuhuda kidogo. Nilikutana na bwana mmoja miaka fulani tukiwa tunasoma hapa UDOM. Alikuwaga wakati huo hajaokoka na alikuwaga rafiki yetu. Wakati huo sasa mimi nilikuwaga kwenye serikali ya wanafunzi UDOSO. Yule jamaa alikuwa akipata bumu, anakodi taksi kutokea mjini, linakuja huku na mpenzi wake, wanachukuana wanaenda kutumia. Unaelewa tukwambia? Wanatumia huko. Lakini Biblia inasemaje? Nimwambiapo mtu muovu aache uovu, alafu wewe hausemi. Unaelewa? Hilo andiko sikumbuki ni Hezekia ngapi, lakini anaongea kitu kama hicho. Kama mnaweza nitafuta, mnaweza nitafutia haraka haraka. Anazungumzia kitu kama hicho. Yani listen to me very careful. Njoo hapa mwenyekiti. Njoo hapa. Tumaini. Mwenyekiti na Tumaini wanakaa rumu hii moja. Tumaini ameokoka, anaabudu saifu hapa Kasfeta na anampenda Yesu. Lakini huyu jamaa yeye ni mzee wa totos. Natolea tu mfano. Ni mzee wa totos. Na ikitokea amepata Tumaini akiondoka room, ameenda si kipindi, jamaa anaingia na totos room, anakaa. Bad enough, kuna walokole wanapigwa exile kwenye room zao. Ukome kuanzia leo kwa jina la Yesu aliye hai. Hili jamaa anakuambia subiri kwanza, niachie ghetto kidogo, niachie room kidogo. Hamna upuzi kama huo. Nilikataa mimi nikiwa nasoma. Kuna jamaa alikuja na kabinti kake mule, amekaa na kwetu room, tumekaa. Anambia hata kama nilikuwa na safari sitoki. Na mkifanya mbele yangu na warekodi na watuma nyinyi. Hamna adabu. Ijulikane kuna mtu aliyeokoka anayechukia dhambi ndani. Amen. Na nielewa kusema. Wewe unaona kama ni kitu cha kawaida, lakini ni mlango mkubwa sana wa kuweza kupeleka injili ya Kristo. Wanaelewa tukwambia. Sasa Biblia inapozungumzia, si kama mmepata nyie. 3:18 Ezekiel 33:8. Weka Ezekiel 33:8. Ili ungetumia Swahili hata SUV kama ipo. Anasemaje? 33:8. Sasa sikiliza, huyu si anamfahamu Yesu? Si anafahamu habari za Yesu? Alafu Mungu anasema nimwambiapo nani? Nimwambiapo mtu mwovu. Anasemaje? Ewe mtu mwovu. Sasa ni mekanizmu gani Mungu anaongea na mtu mwovu? Mungu anaongea na mtu mwovu kupitia mtu aliyeokoka. Ndio maana injili haihubiriwi na malaika. Hakuna malaika anayehubiri injili. Angekuwa na uwezo wa kuhubiri injili, angemwambia Kornelio, nimekuja uokoke. Lakini malaika alisemaje? Tuma watu waende. Utamkuta Petro atakwambia ya kupasayo kufanya nini? Kufanya. Kwa sababu kazi ya kuhubiri injili imeachwa kwa wanadamu. Yesu anafika mbali, anasema duniani kuna Musa na nini? Na manabii. Hata toka mtu kwa wafu kuja kuhubiri injili. Paulo hawezi akafufuka tena saa hizi. Stefano hawezi akafufuka tena. We are Paul, we are Stefano, we are vyombo vya injili tuliopo sasa. Kwa unaposembea ujue umezembea kufanya kazi ya Mungu. Kwa hiyo anaongea naye kwa namna gani? Alafu anasemaje? Wewe ufanye nini? Ewe mtu mwovu hakika utakufa. Mungu anasema ewe mtu mwovu hakika utakufa. Alafu anasemaje? Nawe hukusema neno la kumonya. Nawe hukusema neno. Unajua kabisa huyu jamaa anapokuja na toto ziumu ndani ni dhambi.
wewe ulijua kabisa, nawe hukusema neno. Manake unapoona rafiki yako anafanya uovu, una fursa ya kusema neno. Unapomwona ndugu yako hata kama amekusomesha hadi saizi anakulipia ada, anaenda kwa waganga, una fursa ya kusema neno kwamba hiki kitu Mungu hapendi. Jamani, Bwana asifiwe sana. Mungu hapendi. Unamwambia. Ukinyamaza kimya, anasemaje? Anasema la kumwonya ili atoke katika njia zake. Ili atoke. Manake Mungu anakutumia wewe kama chombo cha maonyo ili atoke kwenye ukahaba alionao, atoke kwenye njia za kwenye madisko anakoshinda, atoke kwenye uzinzi, atoke kwenye uchawi, atoke kwenye uasherati. Mnafahamu hapa kuna watu wanajiuza chuoni. Wewe Mungu amekuweka kama agent wa ufalme. Unaponyamaza maana unazinyamazia mbingu. Wao muelewi, na ni kosa kubwa sana la kiufundi. Alafu anasemaje? Anasema yule mtu mwovu atakufa kwa ajili ya dhambi yake. Wewe umekaa na classmate wako, hujamwambia. Anakuja na toto zimule, unamwangalia. Alafu utamaliza tu. Huyu anaenda atakufa katika dhambi zake. Mungu anasemaje? Lakini mimi nitaitaka damu yake mkononi mwako. Utadaiwa hiyo nafsi ambayo hujaiambia. Sijui unadaiwa damu za watu wangapi mpaka dakika hii. May God forbid. Endeni mkae. Umenielewa hiyo kitu? Kwa sababu usipoelewa hutahubiri injili. Jamani, Bwana asifiwe sana. Yule jamaa alikuwa anafanya hivyo, anatoka na safiri, anaondoka, anatoka na safiri, anafanya hivyo, bomu likitoka. Siku moja, sikumbuki ilikuwa mazingira gani, hasira zilinishika. Nikamwambia acha ujinga huu unaofanya. Kwa rafiki yangu, alikasirika kwa muda fulani. Alafu mwaka juzi nimetumwa na Kasfeta niende nikatembelee mikoa ya kusini huko. Nimefika pale Sumbawanga, nikamkuta ndiye katibu wa kanisa kwenye kanisa la askofu. Alafu akaniambiaje, unajua? Yani sijui fulani alikuwa anamlaumu sana. Kwa nini? Yule fulani alikuwa ameokoka na alikuwa anajua kabisa tabia alizonazo. Yani anamsemaga fulani, yani kwa nini alikuwa haniambii? Unanielewa tukwambia? Huyo mtu ungemwambia, Mungu angetumia maneno yako kuweza kusema naye na kumuokoa. Na huyo mtu ambaye anatenda uovu leo unamwangalia, eti unaogopa unalinda mahusiano, eti unaogopa una compromise, unashindwa kumwambia habari za kwa sababu una compromise. Akija kuokoka sehemu nyingine, wewe utakuja kuwa adui yake mkubwa sana, kwa sababu ulifahamu maovu yake na haukuweza kusema. Na hata mimi najaribu kuona kitu hicho, kwa sababu nilikuwa nafanya uovu na kuna warokole wajinga walikuwa uniambia na walikuwa wananifahamu na walikuwa wanajua kabisa uovu wangu. Wakati huo nasoma sekondari. Tunafanya uhuni, wanatuangalia tu, hawafanyi chochote. Wanacheka tu, wewe na siku njema, wanabeba Biblia wanaenda kanisani. Wanajua kabisa umekaa kwa sababu ya uovu ulionao na hawakuambii chochote. Hata wewe kuna watu unawakumbuka waliokuwa wameokoka kwa namna hiyo. Wangapi mnawakumbuka viumbe kama hao? Walijua kabisa maovu yako lakini hawajai kukuambia chochote kabisa. Na baada ya kuokoka moyoni mwako nasema, kwa nini walikuwa hawaniambii? Wangapi mshakupitia stress kama hiyo? Mimi nimeipitia. Kumbe kuna mikono iko mahali kama hapo. Na wewe usiposhuhudia injili, kuna watu watatoka wanapata shida, wamefungwa katika vifungo. Kwa nini? Kwa sababu hutaki kusema. Unaenjoy tu. Wokovu sio kuenjoy. Kanisa la kwanza walipojaa Roho Mtakatifu, wakaanza kuenjoy Yerusalemu. Mungu alimuinua kiumbe anaitwa Sauli. Aliwaponda vichwa, dogo mmoja akafa, wakatawanyika. Maandiko yanasema baada ya kutawanyika wakahubiri kule walikoenda. Na ndio maana hata tawi la Kasfeta wewe vipi? Ukiona tawi la Kasfeta limekaa pamoja, linaenjoy tu muziki ndani kwa ndani, linaandaa tu makongamano ndani kwa ndani, halitokaji kwenda kushuhudia, halitokaji kwenda kuhubiri injili, hiyo ni tawi mfu. Hata msiposema amina, limekufa.
Moyo wa mwenye dhambi unatamani mtu angemwambia kitu. Watu wameteswa katika mahusiano. Yesu anasemaje? Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa kuwa Bwana amenipaka mafuta. Kufanya nini? Hapa anasemaje? Kuwaganga waliovunjika. Ni watu wangapi unasoma nao darasani, wanapitia, wanasafa katika consequence fulani, na mioyo yao imeshuka chini, alafu wewe hauendi kuwaganga, alafu unasema mimi ni Mkristo. Kristo wa wapi? Unanielewa nachokwambia? Ikitokea kuna mtu darasani anapitia situation fulani ngumu, wewe unatakiwa kimbele mbele ukamtie moyo katika neno la Bwana. Jamani, Bwana asifiwe sana. Kwa sababu katika shida yake tu ya namna kama hiyo anaweza kasikia injili na akaweza kumwamini Yesu. Sema amina kama unanielewa. Jamani, Bwana asifiwe sana. Zakayo alikuwa na shauku, anatamani kumuona Yesu, lakini walokole wa wakati huo walikuwa hawana time kabisa na Zakayo. Wanaelewa kitu ambacho nakwambia? Walikuwa hawana time kabisa na Zakayo. Tikise jirani, mwambie uwe na time na Zakayo. Uwe na time na Zakayo. Jamani, Bwana asifiwe sana. Uwe na time na Zakayo, na Mungu akupe neema katika jina la Yesu, kwa sababu Zakayo yuko tayari kushuka chini ya mti katika jina la Yesu. Zakayo yuko tayari kukimbia mbio. Jamani, Bwana asifiwe sana. Yule rafiki yako aliye katika dhambi, kuna shauku anayo, lakini tu hajapata mtu wa kumwambia. Watu wengi wanataka kufahamu habari za ulokole na wokovu, lakini wanakosa mtu wa kuwaelekeza vizuri. Na makanisani tukiwa tunaingia tu mlangoni pale, lakini watu wengine wanapita tu pale, hata kuambia tu karibu kanisani hamna, hata kumwambia tu classmate wako karibu, hata fellowship hamna. Unajua injili na namna nyingi. Jamani, Bwana asifiwe sana. Na saizi watu mnavaru mpaka uwe mkutano. Listen to me very careful. Yesu mara nyingi ameshuhudia mtu mmoja mmoja. Umeelewa kwambia injili ya mtu mmoja mmoja. Leo eti mpaka uhubiri injili, mpaka waweke nini? Mikutano ile, waweke speaker hapo, waweke speaker. Kwani tangu umeanza kusoma Biblia, ni wapi uliambiwa wakaweka speaker wakahubiri mkutano wa injili? Umewahi kusoma mahali? Agizo ni tukahubiri nini? Injili. Njia zinaweza katofautiana. Leo eti watu mpaka wakati wakawapagana wangofu wapya lazima mkutano wa injili uwekwe. Hapana, haikuwa hivyo. Ilikuwa ni kwamba kila siku watu kazini wanaokoka, darasani mwako watu wanaokoka. Unaelewa tukwambia? Na namshukuru Mungu amenipa neema ya kuishi kitu practically. Nimeishi huko Ng'ong'ona kwenye familia ya watu ambao walikuwa hawajaokoka, na nilikaa pale pale. Unaelewa tukwambia? Na walikuwa wakija tu, jamani, yule walikuwa wananiita yule wa ajua Bwana, Bwana ni mwema. Sio kaniambia kitu, naambia Bwana ni mwema. Vipi maisha yanaendaje? Bwana ni mwema. Wakanipa jina la yule wa Bwana ni mwema. I remember. Unaelewa kuambia? I remember. Kwenye lile eneo nikawa najaribu kuhubiri injili, na hubiri injili kwa matendo yangu na kwa maisha yangu. Walikuwa wanavusha si mnanielewa? Mimi sikuwahi kufanya kitu kama hicho hata siku moja. Wakasema hivi, huyu jamaa atakuwa ni paroko. Kwa hiyo alikuwa ananiita baba paroko. Kwa hiyo Ng'ong'ona kuna watu wananifahamu kwa jina la nani? La paroko. Kwa sababu wao wanavusha, mimi sifanye nini? Sivushi. Unanielewa tukwambia? Hasa baba paroko, baba paroko, baba paroko, baba paroko. Siku moja mama mmoja akaniruhusu kwenda kanisani na mtoto wake mdogo sana. Yule mtoto nikaenda naye kanisani. Nikatoka nikatembea naye. Baada ya kutoka kanisani nikampeleka kule Shoppers Plaza. Ni gharama ya injili. Naweza kuambia. Akatoka mle mtoto akafurahi, katembea kule kafurahi. Wakati tunatoka sasa tunarudi twende nyumbani. Siku nyingine tena kana. Wakati nimepiga magoti naomba, naona nako nikatoka kadogo nako kamepiga magoti kanaomba. Alafu mama yake siku moja amekuja akiwa amelewa na ana maisha mengine machafu. Katoto kake kakasimama kakamwambia, mama mwogope Mungu. Unaelewa tukwambia? Yule mama akaja kuniambia, Yohana, mtoto wangu ananihubiri.
Maandiko yanasema hata kwa vinywa vya watoto ili tahubiri. Unaelewa ninachokwambia? Yule mama neno la Mungu alilipata na akaleta muda, na mimi nikawa namshirikisha maneno ya Mungu. Lakini baadaye kwenye ile familia nilikuwa nahubiria, wakawa hawataki kuokoka wakati ule. Nilipokuja kuhama, kuna mama mmoja akaamua kukata shauri, akaokoka kanisa la EAGT huku Ng'ong'ona. Baadaye akaniambia, Yohana, namshukuru sana Mungu, yale maneno ulikuwa nahubiri nimemwamini Yesu sasa. Nikafurahia sana. Na nasikitika yule mama baada ya muda mfupi alifa, lakini haikufa katika Bwana. Aliokoka. Aliokoka. Unaelewa ninachokwambia? Kwa kuwa nilikuwa naendesha bodaboda, kijiwe nilichokuwa napenda kutengenezea bodaboda yangu kiko huku Ng'ong'ona, kinaitwa kwa Manjore. Kwa wale ambao mnapita huko na ukiona siku moja. Yule jamaa nikawa anapotengeneza pikipiki namshirikisha habari njema, namshare habari njema. Namshukuru sana Mungu, Manjore amempa Yesu Kristo maisha yake. Na alinifuata kanisani ndani ya mwaka huu. Akasema, pasa, ninaona mzigo wa kwenda chuo cha Biblia. Nataka nikamchakaze Shetani. Lazima awepo mtu wa kupeleka impact. Mungu lazima atumie mtu. Jamani, Bwana asifiwe sana. Unaelewa kitu ambacho nakwambia? Hasa fikiria ni watu wangapi ambao unakaa nao, ndo wachungaji wanaokuja, ndo maaskofu walitakiwa, lakini wewe ndio unayezuia wasiwe maaskofu. Wewe ndio unayezuia wasiwe wainjilisti. Unaelewa kitu ambacho nakwambia? Mungu akupe neema ya kuwa na macho ya kuona na shauku. Jamani, Bwana asifiwe sana. Lakini kuna moyo wa Mungu. Moyo wa Mungu. Yesu alikuwa na moyo gani? Yesu hakumtazama Zakayo kama wanafunzi wake walivyomtazama. Unaelewa ninachokwambia? Moyo wa Yesu, moyo wa Mungu. Na Yesu alipofika mahali pale, alitazama juu. Akamwambia Zakayo, shuka upesi, kwa kuwa leo imenipasa kushinda nyumbani mwako. Yesu hakuvutiwa na utajiri wa Zakayo wala umaskini wa Zakayo. Yesu alikuja kwa watu wote, matajiri kwa maskini, wenye elimu wasiokuwa na elimu, maprofesa kwa madaktari, wenye masters, wenye PhD. Kila mmoja Yesu alikuja kwa ajili yake. Na kila mtu aliyekuwa na shauku, Yesu alifika kwake. Jamani, Bwana asifiwe sana. Yesu alifika kwake. Moyo wa Yesu ulikuwa ni moyo wa huruma. Maandiko yanasema Yesu alivutwa na huruma. Huruma ya mtu asiingie dhambini, asifie kwenye moto wa milele. Huruma yako ni ipi wewe? Leo tuna wainjilisti wanahubiri mle mwenye maduka humo mjini. Anahubiri dakika 5, dakika 20 anadai sadaka. Wewe unachovutwa nacho ni nini? Yesu alivutwa na upendo. Jamani, Bwana asifiwe sana. Yesu alivutwa, alisukuma na huruma. Kwa nini watu wanaoitwa wainjilisti hawataki kushuhudia mtu mmoja mmoja mpaka liwe kundi kubwa? Unanielewa nachokwambia? Sasa hizi kama fashion show, nikianza kuhubiri pale, utasogea karibu na kamera, utanichukua vizuri, nipate ya kupost kule TikTok. Mimi sisemi kwamba ni dhambi kuwa na media vitu kama hivyo, lakini sio show off. Mwingine mmoja tulikuwa naye mahali, sasa mimi nilikuwa nafundisha, yeye alikuwa anahubiri mikutano ya nje. Wanaelewa nachokwambia? Alafu tulipoingia siku hiyo tunafanya ibada kanisani, akaniambia sasa tumishi, sasa mimi kanisani kapangwa kufundisha kanisani. Unajua kanisani walimu na makanisa. Anaanza kuambia. Akaniambia sasa Yohana wewe pale unaweza ukasoma tu neno kidogo, ukanisomea tu Biblia, ukani backup. Alafu mimi nipige moto mule ndani. Hasi maturity na ujinga. Sio wanasema utoporo.
Alafu sijui aliyesema uinjilisti ni kunguruma alisauti likubwa. I don't know alifia kaburi gani. Umeona moyo wa Yesu ulivutwa kwa huruma. Leo watu wanajisifia, mimi mwinjilisti napasua kanisa. Ni upumbavu. Sisi tunakusanya kanisa, unalipasua ili iweje? Alisambaratisha. Yaani sisi tunakuita ujengo, unajua ulisambaratisha. Kafungue la kwako na wewe. Alafu lisambaratishe tu, utakuwa unachunga kitu gani? Mnaelewa moyo wa Kristo ulivyokuwa? Mnaelewa moyo wa Kristo ulivyokuwa? Mchungaji mmoja anaitwa Tim Shimbi, Marekani. Aliwahi kutoa story moja, niliipenda na nikaifurahia sana. Siku moja mchungaji Tim alikuwa ameenda katika supermarket kubwa huko sijui nchi gani, sikumbuki vizuri. Alipofika kwenye ile supermarket, kwa sababu ile dude ni kubwa, kuna ndugu mmoja alikuwa ameingia na mtoto wake mle ndani. Yule mtoto alikuwa anaitwa Kathe. Kwa bahati mbaya ndani ya supermarket Kathe alipotea kwa sababu ya wingi wa watu. Alafu yule aliyekuwa na huyo Kathe, mzazi wake Kathe, akaanza kupiga kelele, Kathe, Kathe, Kathe hamuoni, Kathe hamuoni, Kathe hamuoni, Kathe hamuoni. Ikabidi kwenda kuomba sehemu ambazo zina spika za supermarket ili watoe tangazo ofisha. Na yule mzazi akasema, atakayempata mtoto wangu Kathe kutakuwa na zawadi nono. Fikiria ni bilioni 5. Mimi ningeingia kwenye tenda kumtafuta Kathe. Kama kajua akajazama, kwa kweli ningeanza msako mule ndani. Wangapi mngeungana na mimi? We, bilioni 5 unaijua, unaisikia? Bilioni 5. Bilioni 5. Ushahamisha kamji kagomona hapo na ikaje. Jamani, Kathe atakayempata zawadi nono itatolewa. Mchungaji Tim akavutiwa na ile tenda. Anasema kwa kweli ni bonge la tenda. Nikipata hizo hela kaenjoy na familia. Mungu akasema naye. Akasema, kama ulivyoona tukio hilo, mimi namtafuta Kathe wangu aliyepotea dhambini aweze kurudi. Na kila atakayefanya kazi hii nitampa zawadi nono, taji ya mbinguni atakuwa nayo. Na ndivyo neno linavyosema katika Injili, tutakuwa na taji. Amen. Kama una shauku ya kutafuta hii fikapo, je, upo tayari kunitafutia mtu aliyepotea dhambini? Na kama vile watu wa Saifu mlivyofurahia na nyie diri, kama mimi ndani nilivyofurahia, je, tuko tayari kumtafuta Kathe wa Bwana Yesu aweze kupatikana, arudi tena kwenye sisi, ili Baba aliye mbinguni atakapoona tumepeleka akatupe taji siku ya uzima. Kwa sababu tunasoma maelimu haya, ni kweli tusome. Tunanua magari tuwe nayo. Sikiza nikwambie, hivi vitu havingi. Sio mbaya kuwa navyo. Haya ma-TV hayaingii mbinguni. Haya majengo hayaingii mbinguni. Chenye thamani ya kuingia mbinguni ni nafsi ya mtu mmoja aliyemwamini Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Ndio maana Injili ina thamani sana. Jamani, Bwana asifiwe sana. Nyie mnatuheshimu kwa vyeo hivi, si mratibu, si mchungaji, si nani. Biblia haisemi kwamba mbingu zinashangilia baba mchungaji askofu akiwa naye kwa wakfu. Umesoma? Haishangili. Mbingu haishangili mwenyekiti unapowekwa wakfu. Mbingu haishangili. Haishangili. Hata kama ni askofu wa kanisa lako, mtamshangilia je kwenye ziara, lakini bado Mungu hicho kitu akimfanyia shangili. Lakini maandiko anasema mwenye dhambi mmoja akitubu, mbingu zinaacha shughuli na zinamshangilia. Malaika wanafanya kazi. Je, uko tayari kufanya mbingu zitabasamu? Uko tayari mbingu zitabasamu? Utakaponunua gari, mbingu zitatabasamu. Utakapopata kazi, mbingu zitatabasamu. Utakapopata mume na mke, mbingu zitatabasamu.
Lakini utakapohubiri Injili, mwenye dhambi mmoja akija kwa Yesu, mbingu itatabasamu kwa sababu ya kazi uliyoifanya. Bwana akupe neema katika jina la Yesu. Tafute yule aliyepotea katika jina la Yesu aliye hai. Lakini mioyo ya Wakristo, nimalizie hapa, mioyo ya Wakristo wa leo, Luka 19:7 pale unaweza ka display mtu wa maiki. Luka 19:7 anasemaje? Anasema watu wote walipoona hayo mimi sijui wakina Petro walikuwa wapi, kwa sababu walikuwa wanaambatana na msafara wa bwana mkubwa. Maandiko yanasema watu, yaani hakubaki hata mmoja aliyesema walau Yesu amefanya kitu cha maana. Hakuna hata mmoja. Watu wakiwepo na walokole wa wakati ule. Unaelewa ninachokwambia? Walipoona hayo wakashangilia. Walifanya nini? Walinung'unika wakisema, amekwenda kukaa kwa mtu mwenye dhambi. Siku moja watu wa tiba nilikuwa naenda kuwatembelea, alafu nikamwambia sio nani leo nipokee pale, sio mwenyekiti wao, sio ni nani. Nikawa nimekaa pale nje, kuna dada mmoja alikuwa amevaa vibaya sana, unanielewa? Na mimi nikaenda nikamwambia, sister, samahani mara moja, natamani niongee na wewe. Yule dada akapondeka katu, unaendeleaje? Salama. Unaelewa nachokwambia? Akawa ananisikiliza kwa makini. Sio kwamba nilipenda alivyovaa, tunachanganya vitu viwili. Kuichukia dhambi ni sawa, kumchukia mwenye dhambi sio sawa. Watu wengi tunapoichukia dhambi tunajikuta tumemchukia na mwenye dhambi. Yesu aliichukia dhambi lakini alimpenda mwenye dhambi. Basi nikaa napiga naye story pale, unaendeleaje? Unasoma mwaka wa ngapi? Akaniambia, wow, hongera. Zewe ninavyopiga naye mkono ule dada, wow, hongera. Ukiwa wewe ndo mshirika wangu, nasema pastor, compromise. Sio compromise, nilipo kumtongozea Yesu. Amen. Nikamkaribisha kanisani. Sio kwamba napenda alivyo, ila nampenda wewe kwa Yesu. Unanielewa tu? Nampenda wewe kwa nani? Ayo kwa Yesu. Wakristo walinung'unika. Manung'uniko yale hata kwenye kizazi hiki tunayo. Na ndio maana tukiwaona watenda dhambi, hata kuwasalimia tu hatuwasalimii, hata kuwakaribisha tu kanisani hatuwakaribishi. We are very spiritual but out of context. Tuko nje ya muktadha wa Yesu. Yesu alimjua kabisa yule mwanamke pale kisimani kwamba huyu mwanamke ni kahaba. Najaribu kuamini kwamba wakina Petro wakati ule yamkini bado walikuwa na akili kama hizi, kwa sababu sio kitu chepesi kuwatuma wanaume 10 na kitu kununua chakula. Alafu angalia Yesu anapoongea naye, naomba maji ninywe. Yaani Yesu anajua kila kitu, anajua. Ninakuona wewe ambapo ungefiatuka utakufa na uzinzi. Mwanaume Yesu yani alijua kutengeneza mazingira vizuri. Yaani mpaka yule dada mwenyewe anavutiwa, wacha nivutiwe niendelee kufanya nini? Kumsikiliza. Anaongea kitu gani? Unaelewa? Unaweza kuvutiwa na shehe anayeongoza msikiti wa kwenye bloko lako, kana kwamba kakaa karibu akasema nivutiwe. Anafanya. Nampenda mzee mmoja anaitwa Mzee Muhichi, makamu askofu mkuu ati. Yule mzee alifanya sherehe kubwa sana, alafu akamwalika shehe wake wa mtaa, akamwekea kabisa special seat. Yeye akafika,
Wewe piga na kanzu yako, hatuna shida. Wewe fanya. Haina shida, wewe fanya na kanzu yako. Akafika katulia pale. Na akampa heshima zote. Unanielewa kwambia? Alipompa heshima zote, yule bwana shehe baadaye akamwambia, aisee mtu gani? Umekusanyaje umati wa watu wote kama hawa? Una dawa gani mchungaji? Mzee akamwambia, usiwaze, mbona wewe jirani yangu, utakupa tu dawa, tafuta muda tuongee. Unaelewa tukwambia? Sasa unaelewa, mkikutana kwenye engo sasa unampiga dawa yenyewe ambaye ni Yesu aliye hai. Lakini leo mazingira hayapatikani kwa kubaguana, yanapatikana kwa kuweka upendo katikati. Nilikuwa napata story fulani. Kuna mlevi mmoja. Yule mlevi alikuwa amepitia stress nyingi sana, na aliposikia walokole wanaimba mahali, akaona wacha niingie kwenye kanisa la kilokole. Labda nikiingia kwenye kanisa la kilokole walao naweza nikapata faraja. Unajua kuna nyakati kwenye maisha unaweza kupitia na usijue ukimbilie wapi. Unaelewa hiyo? Alipofika kwenye kanisa la kilokole, wanasema alipoingia mule ndani, kwa bahati mbaya kuna tangazo lilikuwa limetoka kanisani pale. Ole wako uvunje kitu utanipa. Hasa lile tangazo sasa ni nzuri kwa sababu tunatunza mali. Unanielewa? Hasa yule mlezi akafika akakalia kiti bwana. Amekaa sio namna gani? Ikaenda chini. Shemasi akamwendea sasa, lazima ulipe. Unajua kuna mambo tunayafanya sio Bwana aliyetutuma, ila tunafikiri ni Bwana. Unanielewa kwambia? Yule baba ndo kwanza amekuja na stress, na ndo ameingia kwenye kesi nyingine. Yaani kanisa limemwongezea stress. Sasa yule bwana issue kwake hela ilikuwa so issue sana. Unajua amani ya moyo hailetwi na fedha. Amani ya moyo hailetwi na cheo. Na ndio maana unapoenda kumhubiria mtu hata kama yuko kwenye ligorofa juu, usiogope, kwa sababu gorofa haliwezi likaleta amani ya moyo. Cheo hatuwezi kaleta amani ya moyo. Na Roho Mtakatifu amenikumbusha kitu kimoja. Nilikuwa naongea na baba mmoja anafanya kazi kwenye vyombo vya ulinzi na usalama. Akasema, pasta, mnatutenga sana, hata tusaidia nani? Mkituona mnatuona kama sisi sio sehemu ya kanisa, mnatubagua sana. Tukikutana na mambo magumu huko tutamwambia nani? Nani atakayetuombea? Yule baba kwa kuwa hela kwake sio shida, lakini stress anazo. Kiti shilingi ngapi? 15,000 ishikia hiyo. Akaripa. Lakini unafikiri alikanyaga tena kanisa hili? Akavunjika kabisa moyo kabisa wa kwenda kanisa. Na kwa kuwa alikuwa na stress, ikabidi aende kupiga bia. Aenda ba. Akabwaga moyo wake ba. Alipofika ba, unajua siku ya kufa nyani kila mtu hufanya nini? Kutele. Alipofika ba, wakamletea pale chupa ya bia na kikombe. Wakati anajigeuza vikapiga kwa nakachapa, chupa ikapasuka chini. Halafu meneja wa baa alipomuona yule jamaa, akamwambia yule wahudumu wale, mabameji wale, nenda kamwambia yule jamaa hatutamlipisha chupa ya bia. Kamwambie kwa lugha nzuri, kwa sababu anaonekana na hela nyingi sana. Tukimuendo vizuri mwanzoni, atakuja kuwa mteja mzuri sana wa baa. Alafu bameji akaenda akamwambia, pole sana, imevunjika. Shika hii hapa, meneja amesema nikupatie, alafu hiyo usiwe na wasiwasi, utailipia tu hii hapa ambayo tumekupa. My question is, huyo mtu atavunwa na kanisa, atavunwa na baa? Mbona maisha yetu yalivyo? Kitabu cha Mathayo sura ya 5 ile mistari 40 na kitu kabisa, 43 huko, nena uone kitu ambacho nakwambia. Unajua kuna kitu wa Kristo bado hatujakifahamu vizuri.
Jamani, Bwana asifiwe sana. Tunamaliza baba mwingi. Anasemaje? Soma, anasema mmesikia kwamba ilisemwa mpende jirani yako na kumchukia adui yako. Nenda mbele, anasemaje? Lakini mimi ninawaambieni, fanya nini? Sisi ni Wakristo sio kwa sababu ya sheria ya Musa. Aliyesema wachukieni sio adui zenu, anazungumzia mambo ya Agano la Kale. Lakini mimi nawaambieni, tumeokolewa na huyu anayesema lakini mimi nawaambieni. Tupo kwenye tunaoambiwa. Unakubaliana na mimi? Alafu anasema hivi, wapendeni maadui zenu na kuwaombea wale wanaowadhulumu ninyi. Ningekuwa labda ningekuambia andika watu 5 waliokuboa leo na wiki nzima, waandike kwenye karatasi yako. Alafu unapoangalia hivi usiwalaani, pray for them. Hii kazi sio nyepesi. Unaelewa ninachokwambia? Hapa anasemaje? Shuka mbele. Aendelea kwingine huko, hapa tumeshasoma. Ili mpate kuwa watoto wa nani? Wa Baba yenu aliye mbinguni. Kwa maana yeye huwaangazia jua lake wabaya na wema, na kuwanyeshea mvua watu wanyofu na waovu. Sisi ni watoto wa nani? Wa Mungu. If we are a son of God, lazima tuwe na karakta kama za Mungu. Karakta za Mungu alizonazo ni pamoja na kuwapenda wabaya na wazuri. Ukiona tumeshindwa kuwapenda wabaya na wazuri, hatujabeba tabia za Mungu, tunakosa karakta za Mungu. Huwezi kumuona nyoka anatembea na miguu hivi. Hapana, lazima atembee kama mzazi wake anavyotembea. So like father, like son, like daughter, lazima tubebe karakta ya Mungu. Kama Mungu alimpenda Sauli, na si lazima tuwapende watenda dhambi kwa ajili ya kufikia njia. Kama kweli tunaitwa wana wa nani? Wa Mungu. Ikiwa hatuna uwezo wa kufanya hivyo, sisi bado hatujawa wana wa Mungu. Alafu anasemaje? Je, mtapata tuzo gani kwa kuwapenda tu wale wanaowapenda ninyi? Hakuna, kwa maana hata watoza ushuru hufanya hivyo. Mimi kutokea hapa nika grupu aina 3 za upendo. Upendo wa kwanza ni upendo wa kawaida, ambao ndio huwa anasema hata watoza ushuru wanaweza kupendana. Wavuta sigara wanaweza pia kusaidiana wao kwa wao, kama vile ambavyo sisi walokole tunasaidiana sisi. Kwa nini? Kwa sisi. Yaani wala eti nimemsaidia mpendo wa mwenzangu, wala sio kitu cha kujivuna sana mbele za Mungu. Ni kitu cha kila jamii inayofanana ina tabia kusaidiana. Hata wavuta sigara wanapeana vipisi vya sigara. Mimi nimevuta naye leo. Usipokuwa na kitu unapewa na mshikaji wako na mambo yanaenda. Uongo. Huo ni upendo wa kawaida. Jamani, Bwana asifiwe sana. Amen. Lakini kuna upendo mwingine ambao uko chini kabisa kuliko kawaida. Maandiko yanasemaje? Asiyewapenda watu wa nyumbani mwake hafai kuliko asiye. Amen. Umewahi kuona walokole ambao baada ya kuokoka wanazidampo familia zao? Ni wabaya kuliko wapagani. Kwa sababu hata wapagani wanakumbuka ndugu zao. Upendo below kabisa, yani wa chini kabisa. Yani hata kwenye kawaida haupo, chini ya kawaida. Na ndio walokole wengine hapa mkishaokoka, yani mimi baba sitampigia simu mwaka mzima. Acha ujinga, mpigie simu baba yako. Hata kama anakutukana. Mimi mzee wangu hajaokoka up to date, lakini namtafutaga naongea naye. Mmoja nikamwambia mzee, unajua mzee mzuri sana. Akafurahi. Nikamwambia lakini ukiokoka ndio utakuwa mzuri zaidi. Saa hizi na mambo hayakaa sawa mzee. Mzee akakasirika. Shetani mkubwa wewe, kwanza leo ni sio baba yako. Anakata simu na mtumia hela ya mboga. You are my dad. Wewe ni baba yangu, wewe ni mama yangu. Sina mama mwingine wa kimwili bali na wewe. Sina baba mwingine wa love. Wapende ndugu zako. Ulokole sio kubagua ndugu zako. Ulokole ni kuonyesha upendo ambao wakiuona watasema wow, amazing love. Amen. Unaelewa kwamba? Alafu kuna upendo anaendelea kwa, anasemaje? Shuka huko mbele. Anasemaje? Kama mkiwasalimu ndugu zetu tu, je, mwafanya kitu kisicho cha kawaida? Yaani mkisalimiana walokole, si mnafanya cha kawaida? Hata wafuta bango nasalimiana. Maana yake kamsalimie shehe hata kama uelewa alivyovaa. Salimia yule mwenzio classmate wako hata kama unaona kuboa sana. Yaani
utakuwa umefanya kitu ambacho sio cha kawaida. Maana Mungu anataka tuvuke mipaka ya ukawaida. Unaelewa ninachokwambia? Amen. Anasema hata watu wasiomjua Mungu nao hufanya hivyo hivyo. Yaani unafanya kitu ambacho hata wapagani wanafanya, usijivune. Yaani hamna issue yote. Wewe kumsaidia rafiki yako hapa, yaani bado hujavuka boda ya upendo. Unafanya jambo la kawaida. Na usipolifanya pia na wewe ni waajabu, hata wapagani wamekuzidi. Anasemaje huko mwishoni? Basi mwe wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. This is the order. Be like your father. Love them. Be like your father. Unaelewa tukwambia? Amen. Sio inabela anasemaje? Kimiza haraka haraka. Ndio mwisho umeelewa tukwambia. Mungu alivuka mipaka katika jina la Yesu. Na ndio maana akatupata sisi. Na anataka kutumia wewe uvuke mipaka ili aweze kuwapata wengi zaidi. Jamani, Bwana asifiwe sana. Kuna mtu amepata kiu hata kidogo ya kuweza kuhubiri injili mahali. Kuna mtu ameanza kujiona jukumu lao alilonalo ili kujenga ufalme wa Mungu mahali hapa. Na Kristo ameshamaliza kazi tayari. Nilikuwaga nachukia sana kurudi likizo mimi msimu wa kilimo wa 12. Wangapi mlikuwa mnachukia kama mimi wakati nasoma? Wale ambao watoto kama huyu sio mtoto wa mkulima hawezi kunielewa. Lakini wangapi mwezi wa 12 mlikuwa mnakuazika kurudi nyumbani kwa sababu mnajua ni msimu unakuta jembe jipya limewekwa. Kumbe kuna ndugu zangu hapa. Sasa sikiliza ni kwani. Lakini mwezi wa 6 kama huu wa 7 kilikuwa ni kipindi cha kuvuna. Mkivuna mnakula karanga, mnakula ndizi. Amen. Hiki kipindi kwa kweli tulikuwa tunaombea Baba katika jina la Yesu kifike mapema. Wangapi mlikuwa mnafurahia watoto wa wakulima kama mimi? Haleluya. Biblia inasema hivi, mavuno ni mengi, watenda kazi ni wachache. Aliyelima shamba hili ni aliyetoa maisha yake pale msalabani. Hakuna mtu aliyekufa kama Yesu alivyokufa. Alitoa maisha yake. Na saizi mavuno yako tayari. Na Baba wa mavuno anatuita tuingie shambani. Na shamba ni dunia nzima. Shamba ni darasani kwako. Shamba ni marafiki zako. Shamba ni English. Twende tukamvunie mavuno. Naomba ushike moyo wako utuombe. Cheo chako hakina maana kama hakileti impact ya nchi. Elimu yako haina maana kama haileti impact ya nchi. Mungu anatamani kama vile ambavyo tulikuwa na shauku ya kwenda kuwasaidia wazazi msimu wa kuvuna. Mungu aweke mioyo ya shauku ya kuweza kumvunia mavuno mengi sana. Kwa sababu shamba alilima yeye. Alitoa maisha yake pale msalabani. Na akakupa mamlaka ya kutumia jina lake. Huyo mwenye shamba ili uende ukavune. Mavuno ni mengi. Yudom bado na watu wengi hawajaokoka. Ukipita humo barabarani usiku utaona watu wanasukumana wameshikana mikono. Wanahitaji injili. Ukienda huko Ngong'ona viunga vinavyozunguka utaona watu wakifanya vitu vya ajabu. Utaona watu wakijiuza. Kuna marafiki zako na wafahamu hawajaokoka mahali. Ni mavuno yako tayari. Mungu anatamani moyo wako uwe na shauku ya kumtafuta kape aliyepotea. Moyo wako uwe na shauku ya kutafuta mavuno na kuyaleta kwenye ghala la wokovu. Moyo wako uwe na shauku ya kuweza kumpenda huyo Zakayo, hata kama alikukwaza, hata kama alikufanyia vibaya. Mungu ni upendo. Upendo wako lazima uvuke mipaka. Hebu jiombee kwa dakika moja. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru kwa ajili ya siku ya kwanza. Mungu ambaye umesema na sisi juu ya kuleta mavuno katika ghala lako la wokovu. Bwana Yesu, imaliza kazi yako pale msalabani. Kama ni shamba ulilima, na sisi tu vibarua wako tunaotakiwa kwenda kuvuna katika hilo shamba. Baba, katika jina la Yesu tunajiweka mikononi mwako. Neema yako Bwana izidi kuwa pamoja nasi. Kila mmoja aliyesikia maneno haya na ataguswa nayo, ninaomba moyo katika jina la Yesu, ile njaa ya kuwaendea wenye dhambi, ile njaa ya kuwafanya marafiki wasiookoka, ya kuwapa habari njema, ile njaa ya kuwashuhudia ndugu zetu wasiomwamini Kristo wapate kumwamini, ile njaa katika jina la Yesu Kristo.
Roho Mtakatifu tufunge. Roho Mtakatifu tusaidie, ili kuwepo kwetu mahali hapa pasiwe kwa hasara, bali pawe kwa faida, katika jina la Yesu. Sema amen. Amen. Mungu ameuna kubariki. Unaweza kuketi sasa.
Siku moja nilifanya